Zindiko la kijiji, zindiko la kijiji, zindiko la kijiji. Linda, usikubali kukaa na kisafu. Wewe ni mtego wa Bitembele. Yule Mindini anakudanganya ili uweze kupoteza nguvu zako, kwa sababu anashirikiana na Bibi Tembele ili kukupoteza wewe. Hivyo basi, naomba ukae mbali na kisamfu. Sawa, nashukuru kwa taarifa. Lakini pia nitawezaje kuipata hiyo hazina? Sisi hapa tutakusaidia. Sawa, nashukuru. Zindiko la kijiji, zindiko la kijiji, zindiko la kijiji, kimetawaliwa na uchawi. Kijiji hakina raha wala amani, matukio kukicha, unatamani hata kufa. Bitembele anatisha, ukiwa na chuki tumekwisha. Vifo havishi, kila kukicha kijiji kinalia. Zindiko la. Pole sana damu damu. Asante. Usijali. Haya mambo hapa kijijini yataishi. Kuwa na amani. Nashukuru sana. Sasa dadangu, ilikuwaje mpaka mkamruhusu kwenda kupita kwenye miti mitatu, na wakati kila siku matangazo yanatolewa kuhusu pale miti mitatu? Yaani ni ukaidi tu wa watoto. Kila siku nilikuwa ninamuhimiza msipite njia ile, imekatazwa, lakini tu ndio hivyo kama unavyoona yaliyotokea. Lakini mimi nakutegemea wewe uje utusaidie kwenye hichi kijiji, maana kimezidi kuwa na matatizo ya kila aina. Wewe ndo msaada wetu wa mwisho. Ninaomba utusaidie, kijiji hichi kimepitia mambo mengi sana. Ona sasa hivi sina mtoto hapa, nimebaki mkiwa, yaani sina mwelekeo wowote. Unavyoniona mimi ndo nimebaki kama mimi, na wewe ndo msaada wangu wa mwisho. Hapana, sio kukata tamaa. Wewe usijali. Nitajitahidi kadri ya uwezo wangu. Na imani nitakiokoa hichi kijiji. Na imani nitafanikiwa. Kijiji kitakuwa kina amani. Tutashukuru. Pole jamani. Maskini wanaume wanakufanyia siku tatu kisamvu mimi siwezi kuwa naye kaka, ananizuia. Naona anachofanya. Ngoja tu. Sisi hatukataliwagi sisi. Angalia ukoo ukataliwa, sio sisi. Pole jamani, maskini. Usilie sasa, pole. Jamani. Kisamvu ni mwanamke. Naondoke kisamvu. Kwa nifukuza kweli. Kanalia. Pole. Haya, bye. Angalia sawa? Sisi hapa tukataliwaji sisi. Angalia tu kwa kukataliwa. Samboi kama mimi kama angalia. Oye. Haya. Pole. Ubaki salama. Mwanangu. Mbona mwanangu Linda simuoni? Ameondoka tangu asubuhi, anahangaika na masuala ya kutafuta akili.
Wacha apambanie mwanangu. Hata kama ndo anaondoka asubuhi anashindwa hata kula. Yaani yuko busy na yeye hazina jamani. Si unamfahamu? Hata akiwa hapa kula yake inakuwa ya shida sana. Wacha apambanie. Lakini ndo mwambie apate na muda wa kula ataumwa. Asubuhi tu huyo. Wacha apambane. Tumekwisha vifo havishi kila kukicha, kijiji kinalia. Zindiko la kijiji, 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 zindiko la kijiji. Tunalia mkombozi wetu kasimama kukupigania, kakutana na vigingi kila njia, lakini bado anapambana. Mzee Muhenga, tupo kwenye giza, mwanga hakuna, anatukandamiza amani. Pole na matatizo pole kwa kufiwa na mtoto. Haya matatizo yanatokea katika kijiji. Mimi mwenyewe mwanangu, yani kidonda kimetokea sehemu hizi, kidonda kikubwa, yani kimetoka katika mazingira ya kutatanisha. Uso unamwaka kama moto na hatujui hicho kidonda kimetoka tokaje. Yani hiki kijiji sio mama. Kwa hiyo hapa tujipe pole wote. Haya matatizo ni ya wote. Ndugu zangu, poleni sana. Poleni sana. Yaani hichi kijiji kwa kweli kimechangamka. Kwa kuchangamka kijiji hichi kimechangamka. Kwa sababu yani ukianza kuangalia huyu mzee Mwenga, yupo tu. Kama gunia la mahindi, kama la mkaa, yani haeleweki. Tunashindwa kumuelewa. Au ninyi mnamuelewa jamaa? Manake anashindwa kufanya chochote hapa katika hichi kijiji. Lakini ndio hivyo, mzee Mwenga mtoto wangu mtatizo. Lakini hakuna chochote alichonisaidia zaidi ya kulaumu tu. Yaani hajachukua hatua yoyote mpaka hivi leo. Sielewi nifanyeje. Ndio nimebaki mimi. Yaani toka watu wameanza kufa hatujawahi kushuhudia maiti imezikwa hivi hata siku moja. Maiti zote zinapotea na hatujui kijiji tunaenda wapi. Zindiko la kijiji, zindiko la kijiji, zindiko la kijiji, zindiko la kijiji, zindiko la kijiji. Mwenga. Hebu toka huko. Abe mume wako. Hivi mwanamke, mimi nimekoseaga nini? Yaani kipi ambacho mimi nimekosea yani? Kukuleza humu ndani? Hebu shusha kwanza pumzi baba. Na shushaje pumzi kwanza? Tena usinitulize wewe. Nataka unijibu. Kosa langu ni nini? Kwani kuna nini? Mbona mimi sikuelewi mume wangu? Unajua hakuna kitu ambacho nimeelewa mimi. Unaniona mimi fara ambaye siwezi nikaelewa chochote. Kuhusu nini? Kuhusu hizi mimba. Umepoa, unajua unapoziweka. Kila siku nahangaika, nateseka, najua labda mke wangu unaumwa, kumbe yani hizi ni kafara sio. Hivyo mwanamke ni mchawi? Unataka uchawi ukupeleke wapi yani? Yaani unataka upewe nini ndio ulizike? Amna, sio hivyo. Nani mme wako? Nani? Sitaki kabisa uniite mme wako. Sitaki uniite mme wako. Beba vitu vyako, ondoka. Mume wangu, tusifike huko jamani. Beba vitu vyako, ondoka. Mume wangu, tusifike huko. Mimi naenda wapi sasa jamani? Nenda kwetu. Jamani.
kwamba hakuna msamaha wa aina yoyote. Haki ya Mungu sirudi tena, nisamee babangu, nisamee. Nimekuvumilia vya kutosha. Mimba ya kwanza imepotea hivi hivi pasina sababu. Mimba ya pili imepotea. Na baba nyingine, haki ya Mungu. Uongezea ya tatu ili uwe konki. Sifanyi hivyo tena. Ngoja bwana nisamee mimi. Potea. Potea huko nenda. Potea. Toka. Baba ndio kutoka hapa. Mungu nisamee. Ondoka takuwa. Nisamee Mungu. Ungekaa hapo nikuonyeshe kumbavu wewe. Chai mkubwa hapa. Wewe. Watu wanatoka wanatolewa. Mbona basi kuwa na huruma. Tazama vitu vingine mama kwa nateseka. Hana chochote huyu mama. Unafanya kitu gani mtoto wako wewe? Sikuogopi. Tupo kwenye giza, mwanga hakuna, anatukandamiza, amani hatuna, tunapoteza ndugu, watamani machozi jamani, sindiko la kijiji. Ndugu yangu bwana, changamoto sana. Unaweza amini dada yangu kwa hali anayopitia kwa sasa hivi, ili nisi kupagawa kabisa. Nakwambia kaka. Imekuwaje tena? Yangu ametokwa na donda, si donda yani ovyo, yani donda yani tuseme nikaoza upande mmoja rafiki yangu. Upande mmoja yani shavu au? Yani tumeshinda tu vizuri hiyo siku. Tumelala vizuri. Cha kushangaza na mambo asubuhi ndugu yangu. Kitu hicho. I say ndugu yangu, hii changamoto. Hii changamoto. I say mimi mwenyewe na ya kwangu jamaa. Hapo unavyoniona sasa hivi hapa. Mke wangu tushaachana. Wewe. Yaani usione mtu anatembea labda anazurura anafanyaje ukaisi labda anaishi maisha ya raha nini yake. Lakini watu tunatembea na machungu moyoni. Ndio hivyo. Mke wangu yani ni story ndefu jamaa. Yaani nikisema nianze kuhadithia uwezi kuamini. Mimi mwenyewe mpaka sasa hivi siwezi kuamini, yani sielewi. Mwanangu, nahisi unajua ni muda gani nimeishi na mke wangu. Ni muda mrefu sana. Hatuna hata mtoto hata mmoja tu mpaka sasa hivi. Kila akibeba mimba baada ya muda mfupi mimba. Basi bora hata itoke mwanangu. Inapotea tu. Yaani ni kama puto labda linalochomwa yani, linapotea tu. Hiyo. Muone hiyo moto. Wewe. Mwanangu, unaona kuna mbona umemtimu? Ndio hivyo mwanangu, sasa hivi nipo tu hivi kama unavyoniona. Yaani sielewi, na sikuchanganyikiwa jamaa. Kwani shida ni hiyo tu, mimba au kuna shida nyingine? Kuna shemeji yuko. Mshikaji wangu. Familia, usione nyumba, familia zinatunza vitu vingi sana mshikaji wangu. Kuna mengine uwezo ukayaongea unayaweka moyoni. Yaani tunatembea na machungu makubwa sana moyoni.
Yaani nikikumbuka nahisi kuumia kinoma mama. Wewe mwanamke the way nilivyokuwa nampenda, yani namjali. Ya pole sana. Mama, pale mwanangu kuna kitu nilisahau kukwambia. Leo kwenye mizunguko yangu, moja kati ya mizimu ya ardhi alinitokea na kunitoa hofu kuwa nitaipata hazina yangu. Lakini kinachokuja kunisikitisha ni kusikia kwamba Mindi anashirikiana na Mitembele. Mara ya kwanza alinipotosha na kuniambia kuwa niweke mahusiano na Kisamvu ili niweze kugeuka maagano ya miungu yetu. Sawa mwanangu, pambana, ila usishirikiane na mtu yoyote, utaipata hazina yako. Sawa mama? Kwa sasa isikilize miungu. Utakapoisikiliza miungu vizuri mwanangu, utaipata kabisa hazina yako. Sawa mama? Sawa mama, mimi nimekuelewa. Utajitahidi kufanya hivyo. Sawa mwanangu. Asanteni sana kwa kuendelea kutufuatilia. Sisi Kagondozi Filamu tunawapenda sana. Zindiko la kijiji, zindiko la kijiji, zindiko la kijiji kimetawaliwa na uchawi. Kijiji hakina raha wala amani, matukio kukicha, unatamani hata kufa. Mitembele